wananchi wa Narok, wananchi wa Kilgoris, muliniambia ya kwamba wananchi wengi bado wanauza mali yao, wanauza shamba yao, wanauza ng'ombe zao kwenda kulipa bili ya hospitali. Si ni kweli? Ndio nikasema tubadilishe mfumo wa mambo ya afya Kenya. Ile NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye kazi na wenye uwezo. Ndio nikasema tubadilishe, tuwe na universal health coverage ambayo inafikia kila mwananchi. Yule mwananchi mwenye maskini pia ajumuishwe na afya. Na ndio nimesema kila mmoja wetu mujisajili kwa mambo ya SHA. Kwa sasa wananchi milioni 22 wamejiandikisha. Sijui kama watu wa hapa Kilgoris nyinyi mmejiandikisha ama mnangojea nani? Mmejiandikisha? Kuna watu wamejiandikisha hapa kwa SHA? Hebu nione wala wamejiandikisha kwa SHA, nione kwa mkono. Sasa na nyinyi wengine mnangojea nani? Mnangojea nani? Hata mlikuwa mnangojea mimi? Nikuje niwaambie. Sasa sikizeni bwana. Kesho isifike mwisho wa weekend hii kama hujajiandikisha. Hiyo maneno ya SHA ndio itakuwezesha uende hospitali utibiwe, na hiyo bima ikulipie gharama ya hospitali, usiuze ng'ombe yako, usiuze shamba yako kwa sababu ya kutafuta matibabu hospitalini. Tunaelewana jameni? Na hiyo program ya SHA, wale mko na uwezo mutalipa kulingana na uwezo wenu. Wale hamuna uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Lakini kila mtu ajisajili ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya anateseka wakati amekuwa mgonjwa ati hana pesa ya matibabu. Watu wa Narok tumekubaliana jameni? Nasema tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hawa viongozi wetu kutoka governor, member of parliament na wale wengine wote wamekubali tushirikiane. Na mimi nimesema siasa bure ya mambo ya ukabila na dini na mambo ya chuki na mambo ya migawanyiko tuwachane nayo. Na ndio sababu nilitafuta Raila Amolo Odinga aka Baba, nikamwambia sawa sawa, tukakubaliana na yeye tukomeshe na tumalize ukabila Kenya hii, tukomeshe na tumalize chuki taifa letu la Kenya, na tuwache migawanyiko ili tuweze kuungana, kwa sababu umoja ni nguvu. Tuungane, tushughulike na mambo ya maendeleo ya taifa letu. Tujenge affordable housing, vijana wapate kazi. Tujenge masoko, kina mama waendelee na biashara. Tuhakikisha kwamba kilimo inasimama sawa sawa. Hapa cereals board mulikuwa mnaununua mbolea 5,000, 6,000, lakini tumeteremsha bei kwa sababu ya kujua umuhimu wa kilimo. Sasa hapa cereals mnanunua mbolea na 2,500. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na nyinyi watu wa Narok, nyinyi ni mashujaa wakubwa sana. Nyinyi mnanisaidia kulisha taifa letu la Kenya. Mnalima mahindi, mnalima ngano, na mnatusaidia kuzalisha chakula ili tupunguze gharama ya chakula na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Narok, mimi nasema asante sana. Si mnajua kuna wengine walikuwa wananipigia makelele kule Nairobi, wameweka sufuria kwa kichwa, wanasema ati mambo ya unga. Sasa mimi nataka niwaulize, unga inatoka kwa duka ama inatoka shambani kwa mahindi? Si inatoka kwa shamba? Si mnaona tumeleta mbolea? Si mumeenda shambani? Si mmetozia chakula? Si bei ya unga imeteremka yenyewe? So mimi nataka niwaambie wale watu sufuria, jameni, sasa punguzeni mambo ya sufuria, tuungane tupeleke Kenya mbele. Ama mnasemaje Kilgoris? Tuendelee namna hiyo? Nasema tushirikiane. Leo vile vile nimefika hapa Narok kwa sababu Narok County inajulikana kwa mambo ya utalii. Hii Masai Mara yetu hapa ndio inaleta rasilimali nyingi kwa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo
nimeamua ya kwamba hapa Kilgoris na kule Narok tutajenga airport. Leo nimeanzisha international airport ya Narok hapo karibu Narok town, na mimi namaliza kandarasi ili tukuje tujenge airport yetu ndogo hapa Kilgoris hapa. Kwani nyinyi hamna habari ama muktasari ya mujapata? Tutakuwa na airport yetu hapa Kilgoris, nyinyi tuliza boli. Sawa sawa? Si tuweke airport hapa? Hii airport yetu hapa ndio itakuwa inatumika hii dunia yote. Watu wa kutoka Kisii hapo watakuja wanashuka hapa, tunawapatia chai hapa na mandazi na nyama, wanakula ndio wanaenda Kisii. Wale wengine upande ile wanakuja wanashughulika hapa, wakitaka mahali ya kulala ni sawa, alafu waende nyumbani. Ama namna gani? Si ndio hii city yetu ya Kilgoris ikuwe town kubwa? Tuweke hapo kama mnasema tuachane naye. Hapa hapo karibu na prison. Tuweke hapo. Tayari nimetangaza kandarasi, nitalete mtu wa kujenga hiyo port contractor hivi karibuni. Ndani ya mwezi moja ama mbili nitarudi hapa. Kwa sababu nataka tukuje tuanzishe barabara, iko maneno ya maji hapa, iko maneno hiyo ya airport pale, kwa sababu hii Kilgoris na Narok County haitabadilishwa na mdomo na maneno siasa ya bure. Hii Kilgoris na Narok itabadilisha kwa mambo ya mipango ya miradi na maendeleo ya sehemu hii. Tujenge affordable housing, tujenge market hapa, tujenge barabara, tujenge airport, tuhakikisha kwamba tunashughulika na wakulima wetu, tuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. That is how we are going to change our country. We are not going to change our country through useless politics. Politics of division and ethnicity, politics of hate will not take Kenya where we want Kenya to go. It is the unity of the people of Kenya that matters, that counts, so that we can take our country forward. Narok hoye! Kilgoris hoye! Watu wa Kilgoris tumekubaliana? Munasema tuendelee na kazi ama munataka tuanze mambo ya siasa? Si siasa iko 2027 ama namna gani? Na si kila mtu atakuja na scorecard yake. Kila mtu atakuja aseme barabara amejenga, hospitali amejenga, watu ngapi ameunganisha stima, soko ngapi ya kina mama amejenga, affordable housing ngapi amefanya, ameunganisha stima kina nani. Hiyo ndio scorecard ya 2027. Hapa katikati kila mtu afanye kazi. Ama namna gani jameni? Wale wanatuletea siasa tunawaambia tulizeni boli, mambo bado. Ala, ama namna gani? Kwani imefika siku ya siasa? Mimi naona wanazunguka. Nawaambia my friends, mumeamsha mapema, mambo bado. Mtaona maneno mtashangaa. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja nalo. Tumekubaliana. Kilgoris hoye! Hebu nione wala anasema tunakubaliana Kilgoris hiyo. Bas, niko hapa na viongozi wenzangu.